Mbuyamole. Mbuyamole kabisa. Abantu baminto mbuyamole. Mbuyambi. Your Excellencies, Dr. Fred Matiang'I, my brother and friend, my governor, my former colleague in the National Assembly, Mheshimiwa Munya, thank you for welcoming us. My brother, my friend Domingo Magara, Honorable Kengere, Mheshimiwa Kioni of Jubilee Party, and my friend, my elder, Waziri Machogu. Na nyinyi wote mko sawa? Nimeshtuka haki ya Mungu. Mmepiga hii kitu ya blue mpaka nasikia mzuri. Na tena nilidhani Munya ataleta mazee tu. Nimeona vijana chungu nzima hapa. Nionyeshe kidole ya one time. Nionyeshe kidole ya one time. Now, I have a story to tell you. Governor Munya, I'll spend exactly 5 minutes. Please allow me. I was not the way I am when I joined politics. Wakati nimeingia siasa, haja yangu ilikuwa niende pale, nitafute hela, nitajirike upesi, nihakikishe watoto wangu wameenda shule nzuri Kenya, Mang'ambo, ninunue magari kubwa ya kutembelea, na nihesabu maisha yangu dunia iendelee. Nikaanza kuona kuna shida. Uzuri wangu, mimi nimefanya kazi na marais watano. Niliona mzee Kenyatta, babangu alikuwa ananibeba, anavuta hivi kama mbwa tukienda kuona mzee Kenyatta kwake Gatundu. Mzee akafariki. Nimeamka nikaona rais wa pili alikuwa nani? Mzee Moi. Nilikuwa naenda Kabarak na babangu na kaa kwa gari na sijui walikuwa wanaongea nini. Nikaona uongozi wa Moi, tukakuja, nikaona shida zake nini, kamalizia hapo. Baada hapo ilikuwa nani? Mzee Kibaki. Wakati huo nimeshinda kura, nimechaguliwa. Sasa niko naibu wa waziri wa mashauri za nchi za kigeni, na nilikuwa sasa naenda kumsavu Mzee Kibaki nikizungumza maneno ya Sudan na vitu vingine. Kamalizia bakuya kwa Mheshimiwa Uhuru. Angalia, Uhuru tulikuwa tunafanya siasa naye ya KANU. Lakini nilipotoka KANU, yeye akasonga na chama kingine, mimi nikaondoka nikaingia ODM. Katoka ODM nikapiga Ford Kenya, katoka Ford Kenya huyu akanipatia PDP, acha PDP walikuwa wananiibia kila wakati, unaibiwa na mimi naruka. Nataka mjue hii story muelewa kabisa. Ndio nilianza kujiuliza shida ya Kenya ni nini? Kila wakati tunapanga vile tunaiba kura, hatutaki kushinda. Nikaanza kujiuliza, nimekuwa mbunge sasa. Unaulizwa utafute nafasi za kuandika vijana, wasichana, wachanga na vijana wawe walimu ama waende jeshi ama waende kufanya kazi prisons. Ukiangalia unapata wale ambao wana pesa ndio wanapewa nafasi za kufanya nini? Nikaangalia wakati serikali ya Uhuru ilikuwa inafanya kazi, nikaanza kuangalia mbona inaonekana education imepiga kidogo naangalia, unasikia tumetoka hii kitu inaitwa ICT, tunatoka ile analog tunakuja digital, watu wanapiga kelele, inaisha, watu wameendelea. Education imekuja, free education, Kibaki alituachia. Unapata kuwa wanafunzi wanaenda shule. Ulisikia Munya akisema kazi ya chief ilikuwa kubeba mtoto wa maskini amhakikishie ameenda shule akasome. Hata hapo nikaona mabasi yako yellow. Uliza, jamaa gani huyu ambaye anafanya hii kazi yote jameni? Jamaa akaanza kuniambia, sioni Mkisii wenzenu. Kasema, kwa nini unaniambia yeye ni Mkisii? Ni Mkenya anayefanya kazi gani? Kazi nzuri. Ndio mara ya kwanza nikakutana na Fred Matiang'I. Sasa nikaenda ofisi yake. Naenda huko na muangalia, unaona hiyo macho yake anakuangalia hivi.
Namwambia sasa, wewe mzee, wewe ni minister na mimi ni kutoka Kisii si unijazie hapa nichukue wanafunzi hata 2000 Kisii niende niandike wanisifu niwe mzuri. Huyu akaanza kuniambia, Onyonka, si hivyo. Nikikupatia hii nafasi yote, mtoto wa maskini atafaidika namna gani? Ndio wewe unataka tusaidie Wakisii wetu, ndio, na ni wetu na damu yetu, lakini kuna wale wa Kenya wengine ambao hawana njia, hawana hela, hawana namna ya kujitoa kwa umaskini ambao wako, ili na wao wapande kwa meza, waanze kupewa chakula angawa hata kama ni maji. Nikaanza kuuliza huyu jamaa, fikira zako wewe ni zipi? Ananiambia, unajua tena kuna kitu kingine sijawaambia, huyu ni MSDA, mimi ni Katoliki. Nikaanza kuangalia huyu mtu yenyewe, ukiangalia bila na kanyaga, si ndio? Unaona kuna kazi nzuri, unaona kuna utu, unaona kuna njia anaanza kufanya kazi. You begin to see hope that Kenya is not as useless as we would think it was. Ndio nikaanza kujiuliza, huyu jamaa Matiang'I kweli ametoka wapi? Kusoma, hata mimi nimesoma. Kutoka 1982 huyu ikakuwa ikaisha. Mzee Nyachae walikuwa pale wakasaidia mzee Moi. 1983-84 Nyachae amewacha nini kuwa provincial administration, ameingia siasa. Ndio nikakuja kuuliza, nani alikuwa PA yake na mtu ambaye anachunga mambo ya mzee Nyachae? Nikamwambia ni huyu Fred Matiang'I. Kidogo tu nikaangalia, huyu kijana mdogo anaweza kuadvise yule mzee mkubwa, na nilizee ambako ni litajiri, haina shida. Huyu kijana anaweza, na huyu si mtoto wake, hata kwa ukoo ya kifamilia huyu si mtoto wake. So mimi kwa sababu nilikuwa nataka kujua huyu mtu ni gani, nikafika mahala nikauliza, alafu nini kafanyika? Nikaambia ndio walianza kufanya campaign program na campaign ya mzee Nyachae ambayo ilikuwa 1992. Wakaanza kupanga nani alikuwa campaign manager, huyu. Alafu kalikuwa sijui 24 sijui 25. Wakati huo ashapata nini PhD, anaitwa doctor. Sijui kama mnanielewa. Kwa hivyo hii historia ina maana yake kwa sisi, kwa watu ambao tunakuwa kutoka upande kule Kisii. Tukaanza kufuatilia, ndio tukasonga. Wakati kampeni yao imeisha kidogo tu, mimi unajua sijapoteza kura tangu niingie huko miaka 20 na sasa mimi nikaingia bunge. Kuingia bunge, huyu jamaa yenyewe ni jasiri, kwa sababu William ametuzungumza kama wewe haki ya Mungu, uwe mwanamke na haupende mwanaume lazima umsikize. Akijaribu kidogo, akileta kitu kidogo, lazima usonge karibu. So tukasema huyu jamaa amewaconvince wa Kenya to see that is a good leader. Mkampa kura. Demokrasia, uhuru akampa Kisii. Sasa tukasema, Mwenyezi Mungu tunakuomba tafadhali umpatie William nafasi na wosia, ili miaka yake simsumbue, na tunasikia anapenda pesa sana, asiibe sana, tuone kama anaweza kuchunga Kenya. Boss. Anachukua mashamba ABC farms za Laikipia na Trans Nzoia, anabeba kila kitu. Wale wanafanya fertilizer ikiuzwa, watu wake wako ndani. Analeta program nzuri, tunafanya nini? E-payment, yeye ndiye anatoa pesa. Ukiangalia nini tena SGR, yeye kwa hapo ndani. Gani tena nimebakisha? Nchi naisha. Ukienda education, hakuna nini pesa ya wanafunzi kwenda chuo. Ukienda kwa mahospitali hamna madawa. Ukiuliza shida ya cancer ni nini, yeye ndiye anataka kuwa supplier.
wakanipatia kaadani. Nikaanza kusema huyu mtu anauza airport. Huyu mtu anauza airport. Ati Onyonka, wewe ni mtu wa drama, unapenda tu drama. Huyu mtu anauza airport yenu. Si alikuja akasema tutawacha kuuza. I beg you. This country needs you. I can tell you, the things I speak, I don't speak them because I think I have a capacity not to be killed. I can be killed anytime. But some good men and women must stand up and say you can kill some, but you can't kill everybody. Bwana, wewe nipe one time DJ. One time. Adui wachenze. One time. Wewe kasongo. One time. Wewe kweli. One time. Wewe muwazi. One time. Wewe wizi. One time. One time. Thank you. Nitamalizia hapo. Jambo la mwisho. Mnaweza kaa, alafu nitamaliza wamwite mgeni wa heshima. Najua mmechoka. Mimi kitu ambacho nilisahau kuelezea, mwaka 1942 baba yangu amezaliwa Nkobo. Dr. Onyonka was born in Nkobo. How? My grandfather had come from Burma from the war. And this area of Meru, Nkobo, and the other areas were the holding ground. Wale maaskari walikuja alafu wanatumwa kwa nyumbani. Wakati huo nyanyangu walikuwa wamekuja kuvisit, akapata mzee amerudi, babangu akazaliwa. Sasa ule ukali mnaona nikiwa nayo ya Kimeru. Jambo la mwisho, mzee Nyachaya alituambia hivi, kwa historia ya sisi watu ambao tunaitwa Abantu. Tulikuwa na kijana wa kwanza alikuwa anaitwa Moikoyo. Wa pili alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa nani? Moruya. Wa tatu alikuwa anaitwa Meru. Wa nne alikuwa anaitwa Mukamba. Wa tano alikuwa anaitwa Mugusi. Wa sita alikuwa nani? Mogiriamu. Wa saba alikuwa nani? Thank you. Wa tisa alikuwa Mkuria. Tuko vijana 9. Mkizungumza mkubaliane, kuna chakula ya kutosha, mtaigawa kwa heshima, mtaheshimiana na tunataka tuheshimu Wakenya wengine wote. Kwa grupu yetu na timu yetu, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mama Martha Karua, uangalie wote, hata ndugu yetu Fred hapa. We are one thing. Lastly, I have a statement to make before I sit. We just received information that the president wants to arrest Sifuna and other members of the Senate and the National Assembly. Ati ndio walikuwa wanakula nini? Ati wanakula hii pesa kidogo kidogo. Mr. President, if you want to start with the thieves, anza kujishika wewe. Thank you so much and God bless you. Yeni Mheshimiwa Senator. Yeni makofi tena. Makofi tena. Nimepea muda mrefu kidogo kwa sababu ya hiyo historia najua vizuri. Ndio? Na ni mtetezi kule Senate wa watu na taifa. Kwa hivyo sasa tuko karibu kwa kilele yetu ya mkutano ya leo. Mheshimiwa Matiang'I, sisi tulisema tushikane kama PNU ndio tuweze kuwa na bargaining tukasema tukigawanyika hatutakuwa na nguvu ya kuzungumza na kuitisha haki zetu kwa serikali. Kwa hivyo wewe tunakuunga mkono, lakini we make demands on you. Ndio?
Ala, na tunakuunga mkono kwa sababu tunajua wewe ukisema ni hivi ni hivyo, hautatudanganya na kutuzunguka na kurudia mambo hujafanya vile ulifanya na vile utafanya. Sawa sawa, hiyo ndio sababu tunasema tufanye kazi na wewe.